Oya, mzigo wetu unaanza, tunaona kuna wana wanacheza zao pool table. Yaani wanakula zao maisha mzee. Mara ghafla mwamba mmoja alimuona bibie mmoja akavua miwani huko anamwangalia. Akamfuata taratibu, akaanza kujitambulisha. Akamwambia bibie, mimi naitwa William. Mwamba akawa anatupa swaga zake ili yeye na bibie wapate kufahamiana mzee. Na yeye bibie kwa kuwa ametoka kumuelewa mwamba, ikabidi ajitambulishe. Sasa bibie mwenyewe akasema anaitwa Naya bwana. Kwa hapo ukawa ndo mwanzo wao wa kufahamiana. Haya, mwamba baadaye kafika nyumbani kwake ana vibe kama lote, amekutana na mwanamke mrembo aliyetokea kumpenda, akawa anajiambia huyu lazima nimpate mzee. Hapo hapo akaelekea ambapo diary yake ipo alikoandika malengo yake. Kwa akaenda kuongeza lengo lingine sasa la kumpata huyo bibie. Kwa siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa jamaa kwa sababu malengo yake yote alikuwa ana noti kwenye daftari tu. Jamaa pale pale akuchelewesha, moja kwa moja kainuka kawaibukia wazazi wake. Akamwambia, "Wewe baba, mimi nataka kuoa." Yaani kawaletea wazee taarifa ya ndoa mapema hii. Hadi mzee akasema, "Wewe kijana, hebu tulia kwanza." Mapema yote hii akasema, "Mimi nataka kuoa." Mama yake ikabidi amuulize, "Sasa huyo nani unayetaka kumuoa?" Dogo ndo akawa anamwambia mama, "Kuna binti nilikutana naye jana wakati nacheza pool table na wenzangu, nikatokea kumpenda eti." Walicheka sana wazee wake yani. Kwamba yani wewe mtu umekutana naye jana tu, afu leo unataka kumuoa, wewe unaona hiyo ina make sense? Dogo akasema, "Mimi ndo nishapenda hivyo nataka kumuoa." Mzee ikabidi aanze kumshauri. Dogo alivyoona mzee anaongea vitu havieleweki, dogo akainuka, akawa anaondoka zake mzee. Akasema, "Mimi ndo nishaamua hivyo." Kesho ilipofika dogo bila kuchelewesha akaamua aende kumuona bibie sasa. Baada ya kufika kwa bibie, jamaa alikuwa na furaha sana, akawa anaongea naye pale, akamwambia, "Kaa chini tuongee." Bibie anacheka tu akamwambia, "Hivi unaonaje tukaenda kwetu ukawaone wazazi wangu?" Jamaa akamwambia, "Sio kwa maana mbaya, yani nataka tu wakakufahamu, ukawaone tu." Haya, kesho yake ilipofika jamaa akamchukua bibie moja kwa moja hadi maskani kwao mzee. Kafika pale kamkaribisha bibie vizuri, kawaita wazazi wake waje wamuone. Bibie akawasalimia pale, jamaa akaanza kuwatambulisha. Akasema, "Baba, mama, huyu ndo mwanamke ambaye nimemwambia nataka kumuoa." Bibie hadi mwenyewe alishangaa, "Kumuoa?" Mzee akasema, "Kaeni chini hapo tuongee." Mama na mzee wakaenda kukaa sehemu yao, mwamba naye akakaa huku na bibie sasa ili waweze kuzungumza. Ila wakati wote bibie yani anamshangaa mwamba tu maana amuelewi. Mama ndo akauliza, "Haya we dada, naomba nikuulize, wewe na mwanangu mmejuana lini?" Bibie akasema, "Yani hata mwenyewe nashangaa, tuna siku chache tu, hata 4 hazifiki." Mwamba naye akadakia akasema, "Ni kweli, ila mimi ndo nishakupenda, ndo nataka kukuoa." Bibie hadi akawa anashangaa, "Mbona haelewi yani?" Akasema, "Kivipi?" Hadi wazazi wake wanashangaa, na akasema, "Mimi ndo nataka kumuoa." Bibie tu akaamua aondoke zake maana haelewi. Akasema, "Jamani, naombeni niende." Mwamba akamfuata bibie huko nje akasema, "Maya, vipi sasa? Mbona kama unataka kuharibu?" Bibie akasema, "Wewe mwenyewe uone kama unashangaza. Yaani hata kama unanipenda kweli ndio ufanye haraka haraka hivi." Bibie tena akamwambia, "Yaani hata ukiangalia kwenye umri wewe bado ni mdogo, mimi nimekuacha umri." Jamaa akasema, "Masuala ya umri hayahusiani na mimi hapo. Mimi sijaupenda umri, nimekupenda wewe." Bibie akasema, "Naomba ukae mbali na mimi, maana wewe kama ujielewi hivi." Bibie akawa anaondoka pale, mwamba akawa anashangaa tu. Baadaye mwamba akaamua tu arudi zake ndani. Ila anaingia ndani tu, wazazi wake wakamdaka juu juu na yeye wakamuita tena. Wakasema, "Hebu njoo, tunaomba ukae hapo tuweze kuzungumza vizuri. Maana wewe kijana tunaona kama hatukuelewi." Akamwambia, "Haya, ukishamuoa huyo bibie utaenda kukaa naye wapi?" Jamaa ndo akaanza kuwaeleza mipango yake sasa pale. Dogo akaanza kufunguka, akafunguka maelekezo mengi yani kwamba nimepanga siku fulani nitafanya hivi, mwaka fulani nitafanya hivi. Kwa hiyo haitanisumbua. Mzee alivyomsikiliza akaona dogo kama ameongea point hivi. Akamwambia, "Haya, mimi nakupa baraka zangu zote. Uende ukaoe mwanangu." Dogo alifurahia sana mzee wake kumsupport. Akaenda pale akamkumbatia, akawa anaondoka anaenda chumbani kwake ana furaha. Mama ikabidi amuulize kwamba, "Wewe mzee vipi sasa? Yaani wewe uone mtoto bado ni mdogo afu umemruhusu tu?" Mama yake akamwambia, "Tulia, mimi nina akili. Mtoto akililia wembe wewe muachie tu. Akishajikata ndo atajua kama una madhara." Kumbe mzee amefanya hivyo tu ili dogo ajifunze mzee. Na huku bibie kesho yake akamuita rafiki yake nyumbani. Akawa anamuelekeza sasa yote yaliyotokea yeye na William. Rafiki yake akasema, "Kama amekupenda tu wewe olewa naye tu." Haya bana. Sasa baada ya siku kadhaa kupita, ndoa ikafungwa bwana, picha zikapigwa nyingi eti. Haya bana, wakiwa honeymoon dogo yeye ilikuwa kazi yake ni kupeleka moto tu, yani muda wote anampelekea bibie moto. Hadi bibie anaomba po kwamba, "We subiri kwanza, subiri." Jamaa anapeleka moto tu, bibie akisema, "Subiri kwanza, mtulie huku." Bibie kamtoa jamaa juu. "Wewe mtu gani uchoke yani? Weona sasa hadi nimechubuka. Yaani muda wote umenikamia utafikiri nimekwambia naondoka au nimekula nauli yako. Wewe mtu gani wewe hata upumziki?" Jamaa akasema, "Samani. Au tujaribu ya hivi tena." Yani jamaa tena anataka tu aendelee. Bibia akasema, "Toka huko, naomba uniache." "Mtu gani wewe uliziki?" Mwamba yani yeye muda wote anautaka tu mchezo. Bibia akasema,
Hebu naomba ukae mbali bwana Ona hadi umenichubua, afu wewe bado unataka tu. Bibi akaamua ashuke zake kitandani, aende akanywa hata maji, maana show iliyotokea hapo ilikuwa sio ya kitoto mzee. Yeye mwamba anafurahia tu. Kila siku ilikuwa inaendelea hivyo hadi bibi ikapelekea akawa anachoka sana yani. Anachelewa hata kwenda kazini, anaamka amechoka maana muda wote mwamba yeye anautaka tu. Bibi alichoamua ni kumuita mwamba ili waongee bwana. Akamwambia, "Wewe kwa nini muda wote unataka kufanya mapenzi tu? Yaani muda wote tu unautaka." Mwamba akawa anamwambia bibi pale, "Mimi plan yangu ni tuwe na watoto hata 3 hivi. Kwa hiyo mimi ndo maana muda wote najitahidi kupambana ili tupate mtoto." Bibi akawa anamshangaa na akaanza kumwambia, "Yaani wewe unaangalia upande wako, mimi upande wangu uangalii." Bibi akawa anaondoka kwa hasira tu pale. Maana mambo muda wote anautaka tu. Haya, baada ya miezi 3 kupita, mwendo ukawa ni ule ule tu. Yaani mwamba muda wote yeye anautaka mchezo tu. Yaani hadi bibi alikuwa analala amechoka muda wote eti. Maana mwamba alikuwa hana hata muda wa kupumzika. Haya, wameamka asubuhi hapo, wakaenda zao kwa daktari. Mwamba wamerudi akaanza kumlalamikia bibi kwamba hii ni ripoti ya daktari. Wewe kwa nini hadi leo mtu ushiki mimba? Bibi akaanza, "Naomba uniache, nimechoka. Wewe unadhani mimba inaingia kiolela tu? Mimba inahitaji iwe na mipango. Mimba iingie kwa kufanya mapenzi muda wote." Bibi akawa anafunguka anamuelekeza tu pale. Jamaa na yeye amemind. Alichoamua jamani kushuka zake chini moja kwa moja hadi sebleni, kachukua tungi akawa anakunywa. Wazazi wake pale wakamkuta anakunywa pombe. Bibi mkubwa akawa anamwangalia, ikabidi akae sasa. Akamuuliza sasa mwanae, "Nini shida?" Jamaa akasema, "Nakunywa ili kuweka akili yangu sawa, maana sielewi hapa. Kila ninachopanga naona akiendi. Mtu mwenyewe kila siku nafanya naye mapenzi ila mimba hashiki, sijui kwa nini. Afu na ukiangalia umri wangu unazidi kwenda tu." Mama akawa anashangaa, yaani ili toto sijui nimezaa toto gani hivi. Yaani miezi 3 tu linaanza kulalamika. Je, lingekuwa limekaa miaka 10? Kwa mama alichoamua ni kuondoka tu, maana alikuwa amuelewi tu kijana wake anachoongea. Mwamba baadaye karudi moja kwa moja hadi chumbani. Anakuta bidada anaongea na simu, anamuelekeza tu rafiki yake mambo yanayoendelea kumkuta. Mwamba akamwangalia, akawa hana cha kufanya tu. Yeye bibi anaendelea tu kuongea na simu huko anamwangalia Mwamba. Siku inayofuata bibi moja kwa moja akamwaga Mwamba bana. Akamwambia naenda supermarket kununua vitu. Mwamba akasema poa, hamna noma. Bibi baada ya kufika huko supermarket, anavyotoka pale kuna vitu akawa amedondosha. Na kuna Mwamba ndo akawa anaingia supermarket pale, ikabidi amsaidie kuviokota na akamchukua akamuingiza ndani supermarket ili aweze kumpatia mfuko mwingine eti. Haya, baadaye bibi amerudi nyumbani, kafika pale anamchangamkia mume wake vizuri. Jamaa yeye yuko busy tu hata ajali. Bibi akamkisi akasema, "Samahani nilikuacha leo peke yako." Mwamba akamuuliza tu, "Ulikopo wapi leo?" Bibi akasema, "Nimekuaga naenda supermarket." Mwamba akasema, "Uwezi ukaenda supermarket ukatumia muda wote huu. Ulikuwa kwa mwanaume wako, ulikuwa kunichiti." Bibi akashangaa sana akasema, "Wewe una akili kweli kichwani wewe?" Mwamba akasema, "Ulikuwa kunichiti." Bibi hadi akawa hana cha kufanya. Ulipoingia usiku Mwamba ndo akawa amenuna zaidi, yani hata bibi anatamani kumshika Mwamba, atamani hata kusogelewa. Kitendo cha bibi kumshika tu Mwamba akainuka pale akasema, "Naomba uniache." Bibi akisema, "Yaani mume wangu kwenda tu supermarket wewe unaona kama mimi nakuchiti?" Mwamba akisema, "Ni kweli. Maana hata huko saizi huko chini hakuko kama zamani." Bibi akacheka kwanza pale. Maana mambo kama hayo yanasikitisha kweli. Mwamba naye akawa amenuna tu analala zake pale. Bibi akawa anashangaa, akajichungulia hadi na kuchungulia anajinusa kwamba huyu jamaa vipi, mbona simuelewi. Mwamba akawa amenuna tu pale, amelala amegeukia upande wake eti. Asubuhi imefika, kesi imefika kwa wazee sasa. Mzee yuko kusuluhisha pale kesi sasa. Akamwambia jamaa, "Wewe unajuaje kama mke wako anakuchiti?" Mwamba akasema, "Mimi najua tu maana naelewa. Yaani saizi amebadilika sana huyu mwanamke." Mamake akasema, "Wewe umejuaje? Yaani unaelewaje? Umejuaje kama anakuchiti?" Mwamba ndo akamjibu pale mamake. Akamwambia, "Mimi naelewa. Kwa mfano saizi huko chini kunatoa harufu, yani ananuka yani." Bibi akawa anajiziba tu sura pale kwa aibu. Maana vitu anavyoongea dogo, hadi wazazi wake walishangaa eti. Mzee wake alichoamua tu akamwambia dogo, "Siku inayofuata wewe unaanza kufanya kazi, utaki uame huko ndani. Kuanzia kesho uwahi kazini ofisini ukasimamia ile kampuni. Utaki beba kila kitu chako huko ndani na mimi na wewe tusijuane." Haya, bibi baada ya hapo akaenda kukutana na yule Mwamba waliokutana supermarket. Maana mazoea walishaanza kuyajenga. Kwa hiyo bibi akafika kwa yule Mwamba, wakawa wanapiga zao story pale, wakanywa na vinywaji, wakaenjoy, yani ilikuwa ni furaha tu muda wote eti. Haya, bibi karudi nyumbani, Mwamba akamwambia, "Nataka nikupe talaka." Hadi bibi alishangaa yani, Mwamba akasema, "Mimi naona yani nikiendelea kuwa na wewe sitapata kitu chochote, yani future yangu haieleweki tu. Mimi naomba nikupe talaka." Bibi akamwambia, "Wewe umejisikia unachoongea wewe?" Mwamba akasema,
yani na mwamba hakuishia hapo tu. Alichoamua ni kwenda kuambia wazazi wake, akamwambia mimi nataka kuachana na yule mwanamke. Babake akasema unasemeje wewe? Hakuna kuachana na huyo mwanamke. Si ulimpenda wewe mwenyewe, si ulimtaka? Yani ukiachana na huyo mwanamke na sisi tusikuone huko ndani na tusijuane. Bibi akawa amezidi kujenga mazoea, anaenda kwa yule mwamba, wanapiga zao story, wanakaa wanaongea tu muda wote, wanaongea vizuri. Mwamba yani yuko romantic muda wote yani. Bibi yani akawa ametokea kumpenda yule jamani, anafurahia muda wote yani kuwa karibu na yule mwamba eti. Jamaa ikabidi amwambie bibi yetu, mimi nakupenda. Bibi naye akusita, akamvuta mwamba akamkisi pale pale, maana ana machungu yake tu. Mwamba naye akamvuta bibi, akawa anaendelea kukisi tu hapo. Yaani hisia kati yao zilikuwa zimetoka kuibuka ghafla. Kumbe mwamba alikuwa anafuatilia bwana. Alikuwa ametega sijui kamera inamfuatilia bibi, akawa anaona kila kitu eti. Bibi karudi nyumbani, mwamba akawasha moto, akasema kaaba mkubwa naona umefurahia sana, umeenjoy sana leo. Naona siku yako ilikuwa njema sana. Bibi anashangaa. Elewi. Mwamba ikabidi atoe video sasa. Bibi akasema nishaelewa. Nilijua ni mwanaume una akili, kumbe wewe mwanaume una akili. Mwamba akawa anasema kivipi? Bibi akasema huyo mtu mimi namjua na ninamfahamu. Umemtuma, umemlipa ili aje kunitongoza na mimi kwa makusudi nikamkubalia. Wewe mwanaume gani una utimamu wewe? Jamaa akawa anashangaa pale, anajikanyaga. Bibi akasema unajua mimi sina akili eti unahisi mimi ni mpumbavu kama wewe mwanaume mwenyewe ujielewi. Sasa ndo tunarudi nyuma. Kumbe ile siku bibi anaoenda supermarket kuna vitu alikuwa amesahau ndani. Ila anarudi anataka kuchukua, ndo anamsikia mume wake anaongea na simu kwamba yeye anaenda supermarket, wewe nenda tu pale kaanzishe mazoea naye, umtongoze tu ili mimi nipate chanzo cha kuachana naye. Na hata ile siku bibi ameenda kwa mwamba, kumbe kuna kamera ilikuwa imetegeshwa kwenye maua, bibi aliiona na alifanya maksudi kumkisi yule mwamba ili kule jamaa tu aone tu. Bibi baada ya kufoka pale kulalamika, akawa anakusanya kila kitu chake, ameamua kusepa tu ndani mzee. Mwezi mmoja ulipopita bwana, bibi alirudi nyumbani kwake na alikuwa ameshaanza maisha yake mengine kabisa eti. Na huko saizi tunaona ana furaha kabisa, nuru imerudi usoni, bibi anacheka tu. Huko mzee na mke wake akiwa amekaa chumbani anaendelea tu anapiga zao story 1 2 3, mara mlango ghafla unagongwa. Walipomkaribisha akawa ameingia sasa dogo. Akisema mimi wazazi wangu nimefikiria, nimeona tu nirudiane na mke wangu. Naomba mnisaidie mkaongee na mke wangu ili tuweze kurudiana. Wewe yani mzee akutaka kusikia kabisa. Akasema toka hapa, wewe si ndio ulimfukuza mwenyewe afu sisi tukakuombea msamaha. Una akili kweli timamu? Wewe kama ungekuwa una akili timamu usingemfukuza mkeo. Ila kwa sababu ya ujinga wako na utoto wako ndio maana ukaamua umfukuze. Hebu tunaomba tukalie kimya hapa. Huku kwa bibi akiwa amekaa tu nyumbani, muda wote simu zinapigwa tu, mwamba anapiga simu yani anaomba msamaha. Bibi alikuwa okoti yani. Muda wote mwamba anajitumisha hadi SMS, anamwambia bibi mimi siwezi kuishi bila wewe, nimegundua wewe ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. Bibi akansa si uache, mtu gani uchoki? Mwamba hakuishia hapo, akawa anafunga safari hadi kazini kwa bibi. Anaenda kule anamwomba bibi msamaha, bibi hataki kumsikiliza. Akiwa nyumbani mwamba tena anapiga simu kwa bibi, mara wamembloku, mara SMS ziende, mara zisiende, mara simu yake iite, mara isiite. Ila mwamba hakuchoka wala hakukata tamaa. Yani muda wote yeye anamtafuta bibi tu ili waweze kurudiana eti. Maana amegundua umuhimu wa bibi kwenye maisha yake. Siku moja bibi anasikia mlango unagongwa. Ile anaenda kufungua hivi, mara ghafla anakuta ni mwamba. Akaingia ndani moja kwa moja. Akasema mke wangu naomba unisamehe. Ule ulikuwa ni utoto tu, mimi nakupenda sana eti. Bibi akasema wewe ulisema mimi nina gundu na ulisema uwezi ukaishi na mimi. Unataka unipe talaka. Mwamba akasema tuachane na hayo, ule ni utoto tu mke wangu. Naomba turudiane eti. Mimi nakupenda sana eti. Nakupenda eti mimi mwenzio. Siwezi kuishi bila wewe. Bibi akakuwa na yeye anampenda akashindwa kukaza eti. Ikabidi amsamehe tu. Wakakumbetiana pale na upendo ukao unaendelea, yani penzi ndio likawa jipya mjini. Yani hilo ni balaa jipya eti. Wakawa muda wote wanafurahia, wanacheka, yani saizi ndoa yao inafurahi na amani, wanacheza na magames, wanaenjoy tu pale. Furaha bibi ikawa imerudi sasa. Na baadaye baada ya kucheza game bwana, mwamba akawa anautaka mzee, maana ni kitambo sana eti. Na mzigo wetu unakuwa unaishia hapo bwana.